yani changamoto yake ndio hicho tu, kibamia. Kwa hiyo mmeo anakujali lakini shida yake kibamia. Basi umvumilie kama anakujali. Ndio hivyo, nitavumilia, nitafanya, lakini ndugu zangu wanapenda, familia yangu wanaipenda. Tatizo ndio hivyo, shida yake ni kibamia tu. Na wewe huko nyuma ulikuwa na wanaume wa namna gani mpaka mmeo anamuona kibamia? Huko nyuma ilikuwa na misumari ya maana. Yaani kutoka pale mwepesi. Sio kutoka pale mzito, kutoka pale ni mwepesi kabisa. Hata ukaenda kulala usingizi unaharika. Mso wa ndani sasa. Huyu mumeo wa ndani? Yani kama vile kakuchafua. Yani kutoka vile mzito uelewi, yani kama vile kakuchafua tu. Hata siku nyingine akitaka basi mke wangu naomba, na nakavia ananichafua sielewi. Ni kidunchu, unajua kidunchu? Kidunchu kabisa. Yani paka namshauri mume wangu nenda kwa Masai, akakupe dawa, madi kipata nini kurefuka. Lakini ananiambia aje mke wangu usijali talifuka. Ningambe talifuka vipi? Na kati mdu unazidi kwenda. Basi kama vipi punguza nini kitambi. Sasa hivi kitambi cha asili. Enda kwa Masai utalifuka tu. Basi nitaenda na mtafuta Masai ambaye mkweli ndio hapa namsikilizia. Una wasiwasi na mwenza wako, unahitaji kufuatilia mawasiliano yake, message anazotumiwa, simu anazopigiwa bila kushika simu yake. Ni rahisi sana. Unaweza kupata message za kawaida anazotumiwa, lakini pia unaweza kusikiliza simu zake za kawaida. Ni hivyo hivyo kwa upande wa WhatsApp, unaweza kupata message pamoja na simu anazopigiwa. Kitu unachotakiwa kufanya endapo unahitaji kupata mawasiliano ya mwenza wako ni kimoja tu. Chukua namba zangu hapo chini, nipigie simu, usitume message. Zingatia, nipigie simu, usitume message.